sawa. Vile vyumba nilivyokuambia ndio vinapatikana maeneo hayo kwa wingi sana, kwa sababu inasemekana hapa ndo kuna mlango wa kutokea. Kule tulipotoka kule ndo kuna mlango wa kuingilia, hapa upo kutokea. Huwezi kuona. Shemeji, mimi nadhani bwana Abubakari aliyokueleza amenyoosha, hajapindisha maneno, na hayo ndio tulioambiwa huko katika hizo serikali zetu, kwa sababu serikali kama unavyojua wao wanapenda kufanya vitu kwa uthibitisho. Kwa hiyo walijaribu kutuelekeza, lakini pia wametuambia tuwe na subira. Lakini Shem, yeye nina wasiwasi, unajua nina wasiwasi sana. Na ukizingatia ni kaka yake, labda anaweza akawa hanajua sehemu alipo, lakini hataki kuniambia mimi shemeji yangu. Yaani ninachokuomba shemeji yangu, kwa sababu najua kwa karibu na yeye. Yaani wewe ushakuwa kama family friend, yani ushakuwa family friend kwetu. Kama kuna chochote shemeji yangu, naomba usinifiche, niambie tu ili niweze kujua. Maana yake hapa nimefika nasikia nimechoka mwili, moyo, yani hata sielewi. Kuhusu kujua chochote kwa bwana Sheikh Abubakar sidhani, lakini kuna jambo ambalo linanifikirisha kidogo. Hilo sikuwahi kukwambia kiukweli. Kuna biashara ambayo mimi nilifanya na bwana Mkata Malinda. Kuna nyumba tuliuza bwana mmoja anaitwa Sugu. Tuliuza na kila mtu akapita njia yake, lakini baada ya ile nyumba kuiuza, muda kidogo ukapita, na kuna siku nilitekwa mimi. Na nilivyotekwa, wale watu ambao waliniteka waliniulizia sana kuhusu huyu bwana mkubwa anaitwa Sugu, kwa sababu huyu bwana mkubwa anaitwa Sugu ninamfahamu kidogo, japo kwa sio kiundani. Na mteja ambaye alinunua hiyo nyumba alimleta bwana Mkata Malinda. Sasa sijaelewa hili tukio la mimi kutekwa linaingiliana kidogo na kupotea kwa bwana Mkata Malinda, lakini kila nikitathmini jibu bado sijalipata. Sawa. Kwanza nikupe pole shemeji yangu. Yaani mimi sikuyajua kabisa. Isipokuwa na wewe huku niambia. Sijui huku niambia kwa sababu ya kile kiwewe nilikuwa nacho. Ungeniambia shemeji yangu hata mimi ningejua, lakini shemu kingine, kwani hiyo mali mliuze ilikuwa ya magendo? Biashara ilikuwa ni halali kabisa, kwa sababu hata serikali walihusika. Lakini nahisi huyu bwana Sugu huyu yeye ndo atakuwa ni mtu wa magendo, kwa sababu hata baada ya biashara kufanyika, baadhi ya fedha zetu alikimbia nazo, na hadi leo hii hajulikani wapi alipo. Lakini siwezi kumchumia sana dhambi kwa sababu sina uhakika sana. Sawa shemu. Kama nilivyokuambia basi mimi nakutegemea sana. Isipokuwa naye shemu pia namsubiria aniambie kilichoendelea, lakini ndio kama hivyo nawategemea sana jamani. Nitafutieni mume wangu, bado nampenda. Unajua yule ndio roho yangu jamani. Bado nampenda, namuhitaji sana, kwenye familia tunamuhitaji. Kwa hivyo nawategemea sana jamani.
Mola wangu, kwani napitia kipindi kigumu kiasi hiki? Yuko wapi mume wangu? Nani kamshikilia mpaka amesahau familia yake? Au kuna jambo gani baya limemkuta huko? Nimesubiri kwa kitambo kidogo. Nadhani huu ni muda sahihi wa kuchukua maamuzi. Ila sasa nipite njia gani jamani? Niende kwa mganga kama alivyonishauri au nisidishe maombi tu? Mwenyezi Mungu mlinde mume wangu kwa aliko. Vipi? Maji. Usipoziba ufa utajenga ukuta, na usisikia la mkuu uvunjika guu. Maneno hayo Waswahili kuyanena kwa bahati mbaya. Nilikwambia usifanye chochote mpaka unishirikishe au uniulize. Usiamini kitu chochote utakachokiona, lakini umeshindwa kufuata matakwa yangu, si ndio? Ukiendelea na ubishi wako utakukuta jambo.